Ile umeuliza kwangu mimi, kutokana na swali lako ambalo umeuliza kana kwamba ati GNC wamejipanga kung'oa serikali iliyoko. Kwangu mimi kama mzee na kama mtu ambaye nimeishi kwa ile muda kwa serikali yote, Kenyatta akianza kuongoza, ambaye ni hayati. Nilikuwa kijana ndio, lakini najua uongozi huo. Nikajua uongozi wakati former president ambaye ni hayati pia alichukua. Ninajua hata wakati wa Kibaki ikakuja uhuru. Kwa hivyo ningetaka kusema hivi kwamba sawa kwa wale ambao wako tayari kung'oa uongozi. Unajua uongozi unang'olewa kwa sababu hawafanyi kazi. Lakini kutokana na mimi na hisia yangu na akili yangu na macho yangu, nimeyaona mambo mengi ambayo serikali hii imetengeneza within 2 years. Na imagine hajapata pumziko. Alisumbuliwa na GNC, alisumbuliwa na hao wenzake, kukimbishwa hapa and down. Hakuna siku ambaye alijitayarisha kutumikia raia. Lakini muda kidogo hii tu ambaye imepatikana, rais ambaye iliyoko sasa William Samoei Arap Ruto amefanya kazi ya ziada. Ametumika, amejenga affordable houses. Amefanya kazi nyingi sana. Ijapokuwa kelele ni kubwa sana. Watu wanamuita mwizi, wanamuita kasongo. Hizo zote mapandiko hayo amepandikwa na hajawahi kufa moyo. Kwa hivyo kwangu mimi na maoni yangu, ingawaje kila mtu ako na maoni yake, hata hao watu ambao tumeishi hapa ama tunakaa pamoja, kila mtu ako na maoni yake. Kwangu mimi ninaona uzuri, na kitu moja ambaye ya kushangaza na nataka nishangae kwa hii. Nilimwona Ruto akiongea na wasungu, akaongea neno ambalo sijawahi pata kwa any president katika this country ama hata ulimwengu hiyo ingine. Ruto ameuliza maswali, wasungu mpaka wakakana kusubasuba. Sasa mnataka kuniambia kuna mtu mjasiri like Ruto kweli? Lakini GNC wanasema kumekuwa na mauaji, uchumi imesorota. Wako uoni kama hayo yanaendelea? Kijana yangu, uuaji, wewe unataka kuniambia kwa serikali ya Ruto ndio kupatikana uuaji? Kwa ya Kibaki haikuwa kuna uuaji? Lakini wanasema imeendelea sana. No. Okay, wacha nikupatie siri moja. Kuna watu kati ya ndugu zetu Kenyans ambao wamejihesabu ya kwamba wao ndio viongozi kuliko viongozi wengine. Wacha niulize swali hii na vizuri sana. Wakati Kibaki alipoongoza, na hata aliongoza akiwa kwa wheelchair, hakuna mtu alipiga kelele nyuma yake akisema yeye ni kiwete. Haijawahi zungumzwa mambo hayo yote. Hakuna mtu alisema Kibaki must go. Hiyo mambo haikupatikana. Tukaja one by one, akamaliza term yake kumekaenda. Akakuja term 2, akakuja Uhuru. Uhuru aliposhika hivyo na single day, sijawahi sikia kwamba Uhuru must go. Ruto aliposhika tu only 3 months. Ruto must go. Kwani kuna watu ambao si Kenyans na kuna watu ambao ni Kenyans? Hiyo ndio swali langu. So kwako unasema kuna njama ya kumtoa yeye, si kazi? Hiyo njama si kwa sababu ya kazi, ni kwa sababu si kabila letu. Okay? Kwa sababu si kabila letu. Na by the way, karibu wale watu ambao wanapigana vita hivyo ni ndugu zetu, ni kabila moja ambayo tunajua. Ijapokuwa tusemi wote, wale wengine ni wazuri, lakini kuna kati ya viongozi ambao kwa sababu ya lengo lao na malengo lao na ubaya walio nao, ambao leo hii naweza sema hivi, kwani kuna kabila ambaye ni number 1 kuliko kabila zingine? Na mbele za Mungu
Kuna kabila ambaye anapendeka mbele za Mungu na kuna mwingine ambaye hapendeki. Kwa hivyo sote tuna usawa kama wanadamu na viumbe ambayo tuliumbwa na Mungu. Kwa hivyo saa zingine unaona kuna upakuzi na kuna kama dharau fulani ambaye haistahili.